wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ismi, jina langu Sofia binti Shaibu, ana talibu fil madrasatul Madina. Mimi ni mwanafunzi wa madrasatul Madina. Mimi ni Masasi, kutoka Masasi. Ana talibu elmi, mimi ni mwanafunzi wa elmu. Uhibbu ta'alluma dini, ninapenda kujifundisha dini yangu. Wasali nashali khairi baina nasi, na ninajitahidi kueneza heri kwa watu. Jiitu ilaikum liyauma liukaddima lakum mawaidhatan kasira, na nimekujieni leo kuwapatia mawaidha mafupi. Awali yoyote napenda kuhusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu Waislamu katika swala kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu Allahi Ta'ala fi kitabihi karimu, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake karimu, sura ya 5 aya ya kwanza, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi, enyi mlioamini timizeni ahadi. Mwenyezi Mungu amesema vile vile katika sura ya 17 aya ya 34, wa awfu bil ahadi innal ahada kana masuhula, timizeni ahadi, hakika ahadi ni yenye kuulizwa. Kala Rasulullah, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, ayatul munafiki thalatha, alama za mtu mnafiki ni 3. Idha haddatha kadhaba, pindi anapozungumza usema uongo. Wa idha wahada ahlafa, na akiahidi uvunja ahadi. Wa idha tukbina hana, na pindi anapoaminiwa ufanya iana. Ndugu zangu Waislamu, maana ya iana ni kuvunja amana, kutokuwa mwaminifu, kula mali hovyo, au kutoa siri za watu, au kufanya usaliti. Mfano, kuiba mali ya kadhi, kuvunja siri ya rafiki yako, kutokutimiza ahadi kwa makusudi, na kula pesa za watu bila haki. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu amesema katika sura ya 7 aya ya 58, inna Allaha la yuhibbu lihainina, hakika Mwenyezi Mungu ampendi mwenye iana. Mwenye iana hujikosesha mapenzi ya ana na upoteza uaminifu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam.